Kuna mtu mmoja anajua ile neno la mtu mwingine. Rudia tena. Umeona hiyo haki? Umeona hiyo haki? Anasema maana nilifanya nini? Nimejishika njia za nani? Wala sikufanya nini? Wewe unalalamika ni maskini. Na njia za Bwana hujashika. Na kila wakati unamwasi Bwana. Kwa nini uwe na hela? Kwa nini uwe na amani? Kwa nini uwe na furaha na njia za Bwana hujashika? Kila wakati unamwasi Bwana. Kwa nini? Kwa kuwa Mungu ni wa haki. Ukitembea kwenye haki utapata sawasawa na haki yako. Kama ukiwa kinyume na haki ya Mungu, kubali kuteseka. Lakini yeyote aliyetembea kwenye haki ya Bwana ana mamlaka na yuko juu ya viumbe wote waliopo kwenye ardhi hii. Na wakati fulani tumeishi kwa sababu vile tunapoishi tumeamuriwa na vitu vingine. Vitu vingine vimetaka tulale, tukalala hata kama tutaki. Vitu vingine vinasema tutoe fedha kwa miungu, tukatoa hata kama tutaki. Ushaona mtu anakuambia, yaani naweza nikakaa tu mchana, hadi hata kama nikipambana vile vile mlao. Yaani naweza kaa usiku, mimi badala ya kulala, ama hata wenzangu wamelala mimi usiku. Aidha, wenzangu wanaongea na vitu wanabadilishana mawazo, mimi nimelala. Yaani unaamuriwa cha kufanya. Wewe mwenyewe huna uwezo wa kuamua cha kufanya. Ukubali usikubali, Yesu atarudi ukiwa bado uko na hali hiyo hiyo. Lakini kama unataka mabadiliko, kubali kubadilika kutoka ndani kwenye tabia. Maana hakuna kitu ambacho shetani anakiogopa ndani ya maisha ya mtu kama tabia na imani. Ukiwa mwenye imani lakini na tabia iliyosimama mbele ya kiti cha enzi, wewe ni shujaa, wewe ni mshindi. Sikia nikwambie, shetani haogopi maombi wala kufunga sana. Yesu Kristo alifunga siku 40, lakini bado shetani alimchukua. Kwa kuwa Biblia yangu nikasoma mimi naniambia, shetani akamchukua Yesu, akamwambia angalia mbele zao, wanaenda na jiwe, wanaenda kubadilisha kama mkate na ukala kwa shiba. Yesu akasema, imeandikwa, hatutaishi kwa ajili ya mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Jehova. Nini? Shetani Yesu amefunga siku 40, lakini bado shetani alimchukua. Naomba ila